Remember to say please. Thank you. Kizingiti, 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 kizimani, kizingiti cha ukabila kilimtenga mke Msamaria kutoka kwa kupata uzima. Yesu kaingia rohoni mwake akaking'oa hicho kizingiti na roho yake ikawa nyepesi, kaupokea uzima wa Bwana. Dada ngoa kizingiti, 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 Asante sana mwancho mwathiri mehiri dufuna no 2.0 FM manikeshiro kwamba bagini bwata se studio mwancho mwathiri awo bana bateli by the way ntate kumanya litanga nikimuito na se studio kaiga tura bamenya kwanza Samarieta. Kwanza nataka nisikie sauti kizingiti, nataka nisikie hiyo. Aha, twende kazi baba. Akaking'oa hicho kizingiti na roho yake ikawa nyepesi, kaupokea uzima wa Bwana. Dada ngoa cha ukabila na cha malingo umbea ekakang'oa cha ukabila cha majigambo na cha uongo, cha ukabila na cha maringo umbea. Okay, asante sana. Situmie tu jina. Tusikie jina kwanza, tunataka kusikia jina. Wewe ni nani na unafanya kazi ipi? Asante sana kwa kunikaribisha kwa studio. Kwa majina naitwa Lamek Mosoti Onchaga. Okay. Professionally mimi ni mwalimu, nafunza shule ya upili ya Harambee inayopatikana katika jimbo la Homa Bay, gatuzi la Rachonyo Mashariki. Ni mkaazi wa Kibirigo. Ni muimbaji wa kikundi hiki cha wanaume kinachoitwa Echoes of Zion. Okay. Tutaenda kujua baadaye inakuwa kuaje. Tena yeye ni mwalimu, tena yeye anaimba pale. Najua haya ni mambo mawili. Na haya mambo mawili ni tofauti tena sana, na tunaona kwamba hayaambatani, lakini sasa tutajuaje? Tutaenda kujua inaambatana vipi, ama ili swala la kuimba na walimu kuna vile ambavyo linaambatana na kwanga kizuizi mahali. Msikilizaji, zaidi ya yote tutaenda kujua mengi zaidi kutoka kwa kile kikundi. Msikilizaji, katika upande mwingine wa studio huyu ambaye sauti yake imesikika pale anaitwa Lamek Onchaga. My brother, kwa jina unaitwa nani labda? Naam, kuntu kabisa, asante kwa sababu ya kutukaribisha kwenye studio zenu hapa za Radio Vuna. Langu jina ni Nalik Simon. Nalik Simon ni mtoto wa mzee anaitwa Meimutie John. Mama anaitwa Esther Narikumran. Nimezaliwa kule Transmara, nimelelewa kidogo tu. Naam. Esther Narikumran. Naam. Kwa hiyo nimezaliwa kule Transmara, nimelelewa kule, nikakulia kule. Professionally mimi ni mchungaji. Wow.
Wow. Kwa hivyo hata uchungaji pia na kwamba ni taaluma kabisa. Asante sana msikilizaji, najua kwamba hilo umelipata vizuri tena zaidi, kwamba kando na kuimba yeye pia ni mchungaji. Tutajua sasa hapa kuna wale wachungaji pale, ni mtu anasema kwamba mimi ni mchungaji, niimbe tena kwa nini? Niimbe kwa nini? Tutaenda kujua mengi zaidi kutoka kwa pale na Lick. Katika upande mwingine wa studio niko naye mwenzangu kule, sijui anaitwa nani, aseme jina. Msikilizaji najue sababu mimi namjua, namtambua, lakini msikilizaji hajakujua, hajakutambua, hajakufahamu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Jina langu ni Alex Kondo. Mimi ni mwalimu professionally, nafunza shule ya msingi Eronga Adventist Primary Boarding. Nafikiri kila mtu anaifahamu. Okay. Yeah. Kwa hivyo msema kwamba wewe ni mwalimu kule shule mwingine pale, nikichaka pia ni mwalimu, isipokuwa sasa yule mchungaji aliye katikati pale, kazi yake ni kuhubiri tu. Kuna hili swala la wanafunzi ambao wamekuwa wakichoma shule. Na limekuwa likileta utata pale. Ili swala wewe unalichukulia vipi kama mwalimu? Sasa tuanzie pale kabla tuweze kuingia katika sehemu ya nyimbo sasa vizuri na kiundani zaidi. Utuambie tu kiduju tu, ili swala wewe kama mwalimu unaelewa vipi? Kile ningependa kusema kwamba kuna ukosefu wa nidhamu katika wanafunzi wengi, na wanafaa kuelewa yale ambayo wamepaswa kuenda shule kufanya. Kama ni masomo wayafanye vile, na kama kuna shida ingine, communication inakuwa shida sana. Wangejieleza, wangeeleweka na wangesaidika kuliko kuenda njia mbadala ya kuchoma shule. Hilo ndio ningependa kuzungumzia. Na cha mwisho, tuwe tunawapatia wanafunzi wetu mawaidha kila wakati, kwa sababu wao wanakuwa na wanafikiria kile ambacho wanafanya ndicho kinafaa zaidi, kuliko hata kama ni kuharibu vitu, wanaona kwamba kwao inafaa wafanye hivyo. Mwalimu Lameck Onchaga, kwa upande wako ili swala la kuchoma shule wewe unalichukulia vipi? Wanafunzi wamekuwa wabaya, wazazi wabaya, shida iko wapi? Asante kwa nafasi. Mimi nakadiria kwamba huenda changamoto huwa ni kwamba wazazi hatujawajibika na walimu kuwafika hao wanafunzi karibu. Haswa tumejukumika na shughuli za kutafuta hela, tuwalipie karo, hatuna hata nafasi ya kuwasikiliza. Pia wanafunzi wao, wewe ni mchungaji na kule shuleni wanafunzi kuna vile ambavyo wamekuwa maadili yao si mazuri, wengine wamekuwa anasema kwamba wanachoma shule. Ili swali wewe unalichukulia vipi? Na kwa bahati nzuri kakangu ni kwamba nimekuwa chaplain katika shule ya upili ya Hussein Omobera Galsa. Kwa takriban miaka 2. Okay. Wajua wakati mwingine nidhamu imedidimia. Nikijaribu kupata taswira ya zama zetu zile, kuna zama zetu na kuna zama za watu. Kila mtu ana zama yake. Basi nikijaribu kupata ama nikijaribu kuchukua picha zama zetu, mambo shuleni yalikuwa shwari. Kwa namna gani? Ulikuwa unaadhibiwa kweli ya kutoa nidhamu shuleni. Utakumbuka kwamba